Ukishasikia, kuna jambo la pili litatokea, na jambo lenyewe ni kuona. Hii ni hatua ya muhimu sana. You shall see, utasikia, lakini baada ya kusikia utaona kile ambacho Mungu anakuambia. Utasikia Mungu akikuambia waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Utasikia Mungu anakuambia hawa wa Misri unaowaona leo hautawaona tena. Inawezekana hauelewi itatokeaje. Hiyo haihusiani na Bwana. Kinachohusiana ni kile ulichosikia utakiona kwa jina la Yesu aliye hai. Nakuombea Mungu akupe neema ya kuona kile ulichosikia. Najua wako watu mahali hapa wamesikia mambo makubwa na mazito. Mungu akupe neema ya kuona ulichosikia kwa utukufu wa jina la Yesu aliye hai. Sasa maono ni nini? Ni kile unachokiona katika ulimwengu wa roho baada ya kusikia sauti ya Mungu. Mungu amesema, halafu unaona kuna kitu kinakuja. Mungu amezungumza, halafu unaona kuna information fulani unazipata. Mungu anasema, halafu unaona kuna rangi fulani. Kuna wengine wanaona mpaka na rangi, yaani wanaona mpaka na rangi baada ya kusikia. Mungu anasema, halafu unaona uelekeo. Ulikuwa unaenda upande wa kushoto, baada ya Mungu kusema unaona kuna kibao kimeandikwa ni kulia mwanangu, unapiga kona. Unaona, yaani maono ni kile unachokiona baada ya kusikia sauti ya Mungu. Ndio maana maono ya kimungu yanataka kwanza umuombe Mungu aseme neno. Maono ya kimungu yanatokana na sauti ya kimungu. Na usisahau, hii ni hatua ya mageuzi ya kimungu kwenye maisha. Mageuzi ya kweli ya kimungu yataanza na sauti. Utapata maono, maana Mungu anataka uwe na hakika. Na ndio maana watu wote walioitwa na Mungu hawana mashaka na Mungu wao. Kwa nini? Kwa sababu wamesikia. Kwa nini? Kwa sababu wameona. Anaandika Luka, anasema yale mambo tuliyoyasikia. Petro naye anakonfamu, anasema yale mambo tuliyoyaona kwa macho yetu, tuliyoyashika tukayapapasa, hatuachi kuwaambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu aliyeitwa na Mungu, anayeitwa mtumishi wa Mungu, ana uhakika na Mungu wake, ana ujasiri na Mungu wake. Na sababu ya ujasiri ni kwamba amesikia. Sababu ya ujasiri ni kwamba ameona. Unawezaje kumtoa mtu aliyesikia na mtu aliyeona? Unawezaje kumhamisha mtu aliyesikia na mtu aliyeona? Haiwezekani. Huwezi kunibadilisha nikishaona. Ndio maana shetani anazuia watu wasisikie. Ndio maana shetani anazuia watu wasione. Na nguvu ya injili iko katika kusikia na kuona. Haleluya! Ndio maana zinaitwa habari njema. Alafu tukapewa kazi, tukaambiwa wewe hubiri tu, usiokoe, maana sio kazi yako kuokoa. Wewe hubiri tu, watu wasikie. Wakishasikia watakuja kuuliza nifanye nini sasa? Utawaambia piga magoti hapa, kama tumbo zimevimba nikikuombea unapata. Sasa ukiombea pale wanaona miujiza, ishara. Yule ambaye alikuwa kipofu anaona, yule aliyekuwa kiziwi anasikia, yule aliyekuwa kiwete anatembea.